Kuna kisa kilitokea zama za Imamu Nawawi rahimahullah. Bwana mmoja alikuwa mcha Mungu sana. Katika ucha Mungu kuna mitihani pia, watukufu wa Islam. Bwana mmoja alikuwa mcha Mungu, na akizungumza kwa mukhtasari kisa hiki, kafanya ibada miaka mingi, lakini ana wake wawili na watoto 18. Kipato chake ni kichache. Kwa siku anaweza kupata kwa fedha hizi tunazotumia sisi labda shilingi 2000. Wake wawili na watoto 18, 2000 watakula kweli? Hawawezi. Jawabu lake si maisha, mtihani. Yule bwana ni mcha Mungu, lakini ilifikia wakati akashindwa. Tuziangalie sana nafsi. Wa khalifi nafsa wa shaitana wa asihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaida alkhasmi walhakami. Muhammad al-Busairi rahimahullah anasema wa khalifi nafsa wa shaitan, ujitahidi kujiepusha na nafsi yako mwenyewe na shetani. Hawa uepukane nao. Wewe mwenyewe nafsi yako inaweza kukushauri mambo mabaya, utofautiane nayo, na shaitani anaweza kukushawishi pia, utofautiane naye. Yule bwana ni mcha Mungu, lakini siku hiyo alishindwa, nafsi ikashinda. Maana nafsi imeshinda akili yake yule bwana. Akili ndio inatusaidia, lakini wakati mwingine akili huwa inafeli, nafsi inapasi. Mwenyezi Mungu ajalie akili zetu zipasi, nafsi zetu zifeli. Nafsi ikamshauri ajiue kwa ukubwa wa majukumu alionayo. Akumwambia mtu yoyote. Akatoka mguu mosi mguu pili, akapanda juu ya mlima mrefu kama Mount Kilimanjaro au Mount Table, mlima wa meza huo. Allahu Samad, umeumbwa kama meza kabisa. Wanakwenda watu kwa kulipia huko. Mimi nimefika huko. Wewe sema tu si shehe. Mbona mimi nimefika mlima wa meza? Shetani mkubwa wewe. Chuki tu na rombaya tu. Eti ana swali mtu huyo. Si shehe bwana, kasoma wapi, kasoma lini? Yeye kila siku anatukataza tu mambo ya vibwengo. Wapo uliwaona wewe? Hata kama wapo ndio umeambiwa waabudie. Wewe unatukasirikia sisi ndio tulioleta hiyo Qur'an. Sisi tunanukuu tu maneno ya Mungu na mtume. Wewe kama hodari mkasirikie Mungu, mkasirikie mtume. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika hadithul Qudsi akasema, shahidtu nafsi binafsi bi an la ilaha illa ana wahdi la sharika li fi mulki wa anna Muhammadan abdi wa rasuli. فمن لم يرضى بقضائي ولم يقنع بعطائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليعبد ربا سوائي. sikiliza maneno ya Allah. Hadithul Qudsi ni maneno ya Mwenyezi Mungu kimaana, kimatamshi yanakuwa ni maneno ya mtume. Kimatamshi yanatoka kwa mtume, maana maneno ya Mungu. Hadithul Qudsi anasema, shahidtu nafsi binafsi, nimeshuhudia nafsi yangu kwa nafsi yangu. Yani kaishuhudisha nafsi yake kwa nafsi yake. Kaishuhudisha vipi? Bi an la ilaha illa ana wahdi, kwamba hapana anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi peke yangu. Wa anna Muhammadan abdi wa rasuli, na hakika ya Muhammad ni mja wangu na ni mtume wangu. Faman lam yarda biqadai, basi yule asiyeridhia hukumu yangu,
walam yaqna' bi'ata'i, na hakuwa mwenye kutosheka kwa utoaji wangu wa riziki. Walam yasbir ala bala'i, na hakuwa mwenye kuvumilia juu ya mitihani yangu. Falyakhruj min tahta samai, nampa ruhusa atoke chini ya mbingu yangu. Waliyabud rabban siwai, ende kwingine akamtafute mola mwingine asiyekuwa mimi amwabudie. Tuone chini ya mbingu ya Allah. Na uprofesa wako kutoka Washington DC au London, hata kama umetoka London au Washington DC, huwezi kutoka katika ardhi ya Mungu eti ukatafute mji mwingine nje ya hii dunia. Huwezi shekhi. Kwa hiyo hapo hakuna cha profesa wala nani, wote ni watoto wadogo tu mbele ya Mungu. Kabisa wanakwenda chini ya mamlaka ya Allah. Fama siarani, kuna amru alkitabe wa amru alkhuluqi. Kuna mambo yameamrishwa kitabuni na kuna mambo yameamrishwa kimaumbile, khuluqi. Wewe utapinga amri ya kitabu tu, swalini utakataa, fungeni Ramadhani utakataa, nendeni mkahiji utakataa, toeni shahada, toeni zaka utakataa. Lakini ushaambiwa lazima utajisaidia. Profesa gani anakataa? Watu wana PhD lakini wanajisaidia kama wewe. Kama wewe mzee Likochopwike. Wanajisaidia tu. Mzee Likochopwike na maprofesa sawa sawa tu. Hata ukikasirika vumilia tu. An-nasu sawasiya ka asnani al-misht. Mtume anasema watu wote sawa sawa kama meno ya chanuo. Watu wote sawa sawa tu. Ila sema lile chanuo kuna meno makubwa makubwa yanachana nywele refu zilizorefuka, na yale meno madogo madogo zile nywele fupi fupi. Yani ndo vyeo vile. Huyu profesa, huyu mzee Likochopwike. Mfano wake hatari sana. Watukufu wa Islam, tunarudi katika kiswa. Akapanda mlimani yule bwana. Pale chini ya mlima kuna mawe yamekaa kama mapanga au mashoka au visu. Akafumba macho, anataka ajirushe ili afe, udhia uishe. Kachoshwa na majukumu ya kimaisha. Basi alipofumba macho kufumbua, kabla hajafumbua akakuta kama kakamatwa mikono hivi. Akastuka, akafumbua macho, nini kimenishika? Anamkuta kiumbe anambawa, lakini kama mtu anambawa na macho yake makubwa makubwa yanazunguka zunguka. Anamuuliza, ataarifuni, unanijua? Akamwambia, la arifuka, sikujui. Akamwambia, ana qabidul arwah, mimi ndo huwa nachukua roho za waja. Wa muyattimul banina wal banat, na mimi ndo huwa nawafanya mayatima watoto wa kiume na wa kike kwa kuwaulia wazee wao. Ismi Izrail, jina langu haswa naitwa Izrailu. Yule bwana akaona mtume, akamuuliza, ajita litaakhuzani, sasa ndo umekuja kunichukua? Akamwambia, la, hapana. Amarani rabbi an unjika biibadatik, ameniamrisha Mola wangu nije kukusaidia, kukuokoa kutokana na uchamungu wako, usije ukafa kafiri. Angalieni Mwenyezi Mungu alivyokuwa na huruma, watukufu wa Islam. Ile ibada yake limemsababisha alindwe na Mungu. Akamwambia, sikiliza, asa ndio, asa Mungu si anajua yeye mwenyewe kama mimi napata taabu, lakini akamwambia anajua.
kamchukua kule juu ya mlima akamshusha mpaka chini kabisa. Wamekaa wanaongea, kidume kinazungusha macho tu. Sayyiduna Israil alayhi salam akamwambia, sasa ndoto nisaidiaje sasa? Akamwambia, sikiliza, usiwe na wasiwasi, nitakusaidia, nitakufundisha uganga, nitakufundisha uganga. Kweli mfalme anauguliwa na mwanawe miaka, wamemalizika waganga kumtibu, haponi. Sayyiduna Israil alichukua majani, lakini haukujulikana mti gani, majani 7, akamwambia aende akayafikiche yachemshwe, mengine aoge yule msichana, mengine anywe, atapona magonjwa ya nje na ndani. Yule bwana akenda moja kwa moja mpaka kwa mfalme. Kama wewe utoke hapa uende Ikulu pale kwa Mheshimiwa Jakaya, mfano mathalan Mheshimiwa Jakaya anauguliwa na mwanawe, binti yake, miaka mingi imepita, wamemalizika waganga kumtibu, haponi. Sasa wewe uzuke tu ghafla katika mazingira ya kutatanisha, uambie mimi jamani nimekuja kumtibu mtoto wa mheshimiwa, basi haraka haraka askari wakupishe pale. Kuna watu pale wanalinda, uendi mpaka kwa appointment. Unafikiri kwa mzee Likochopwike pale pale uingii kienyeji pale? Tena ukiingia tu mlangoni simu unaacha pale unapotoka, na hata ukiiwasha simu yenyewe haifanyi kazi, no service inaandika. Famasiara na ukubwani we. Watu wa Burundi wanaita ukubwani, yani kwa watu wakubwa, Ikulu. Basi naam, watukufu wa Islam, akampa majani yale, akamwambia nenda kwa mfalme anauguliwa na mwanawe, wewe sema tu nimekuja kumtibu mtoto wa mfalme, utaulizwa chochote, utakaribishwa. Akaingia moja kwa moja, akaenda akamkuta kweli mtoto mgonjwa sana, akafanya vile alivyoelekezwa. Basi mfalme, yule binti alipona siku ile ile kwa uwezo wa Mungu. Alipopona tu mfalme, faatahu nisfa ma yamlik, mfalme kwa furaha akampa nusu ya kile anachokimiliki, nusu ya mali yake mfalme akapewa yule bwana mcha Mungu yule. Akawa mcha Mungu sana, akawa tajiri sana. Sasa angevunjika mikono na miguu, lakini yupo, asingekufa. Maana watu wengi wanajua labda kuumwa ndio kufa, au kupata accident ndio kufa. Hakuna hicho kitu. Kifo kitu kingine na accident kitu kingine, kuumwa kitu kingine na kifo kitu kingine. Hata ukikasirika vumilia tu, ndo haki ilivyo. Ndo akamtafutia njia mbadala ya kumpa riziki kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Yule bwana akawa tajiri mkubwa, akawa anashughulikia mali. Sasa dini kidogo kaiweka pending, kaiweka pembeni. Basi naam, ikawa sasa miaka ile ikakatika. Unajua maisha yakiwa mepesi miaka inakatika haraka. Afadhali ya maisha ya tabu, yale maisha yakiwa mazuri, good life au good time, Allahu Akbar, maisha yanakuwa na uhai unaenda haraka. Hauna kitu kinakupa dhiki. Miaka 40 ikawa imeisha ghafla. Siku hiyo kabeba pesa zake kwenye magari ya farasi. Zamani walikuwa wakitumia magari ya farasi. Anapeleka benki kuhifadhi pesa zake. Kufika katikati ya barabara anatimua vumbi kweli kweli, anakwenda mbio na farasi wake. Yani kama wewe uko spidi 120 kwenye gari yako na yeye yuko spidi kama hiyo, farasi anakimbia manake kama gari, kwa watu wenye kujua kukimbia na farasi. Timua vumbi kweli kweli Sheikh. Basi akamkuta mzee mmoja anamsimamisha katikati ya barabara. Hakukaa pembeni, kasimama katikati ya barabara.
nywele zake zote zilizomo mwilini hakuna hata moja nyeusi, zote nyeupe. Mzee sana. Yule bwana akasimama kwa vishindo vikubwa, akamuuliza, mzee vipi, unakaa katikati ya barabara, ungekaa pembeni ukanisimamisha, una shida gani wewe? Akamwambia, nisikilize basi. Ndio maana nimesimama na kusikiliza, unanipotezea muda. Basi swali la kwanza alimuuliza, hivi wewe mbona umekuwa mkali sana, huyu mpole kwa nini? Wewe unakumbuka ulitaka kununua kifo juu ya jabali wewe? Pale pale akili ikarudi, akashusha pumzi, nakumbuka. Maana siri ile hajamwambia yoyote katika watu. Watu wamemshtukia tu yuko katika good life. Hata mkewe hata mwanawe hakumwambia. Wamemshtukia tu katajirika tu. Hawajui kapata wapi, sababu ni nini hawajui. Akamuuliza, unakumbuka kulikuwa na kiumbe ana mbawa na macho yake makubwa makubwa yanazunguka namna hii? Alijitambulisha kwako, alafu akakuchukua kule juu mpaka chini, akakupa majani 7. Ukenda kwa mfalme, ndo ikawa sababu ya utajiri wako, unakumbuka? Hapo ndo alichoka zaidi. Akamwambia, nakumbuka. Aliposema nakumbuka tu, yule mzee kageuka yule kiumbe, basi ndo yule ndo mie sasa. Na mbawa zake sasa, kesha kuwa na mbawa, kesha change, ana mbawa na macho yanazunguka. Akamwambia, sasa mzee, nimekuelewa. Sasa ndo nasemaje? Ndo wakati umefika, ile miaka 40 ishaisha. Yule bwana baada ya kumwambia, ningoje ni swali ya taraka 2 kumtaka radhi Mungu, au ningoje nitoe shahada, au nifanye jambo lolote la kheri, shaitani kamziba. Akamwambia, basi naomba uniruhusu nifikishe benki tu mzigo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Akamsomea aya, idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Unapofika muda wao wa kuondoshwa duniani, hawachelewi, muda wa saa moja hawatangulii. Akamngoa roho hali ya kuwa akamsujudia farasi wake. Watukufu wa Islam, kwa haya niliyoyasema, na muomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu, na atujalie tuwe miongoni mwa waja wake waliowema, kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, wala hatuna hila ya kuweza kuyaepuka maovu